Hichi ni nini? Wenda naota. Au sioni vizuri? Nini kweli? Kwani utuoni? Nawaona. Yaani mnapendeza tu. Kumbe nyenye ni wapenzi. Hebu na wewe acha ujinga bwana. Unacheza majabu. Unajua kama mimi natumia gharama kununua haya mali. Mimi na wewe unasemaje? Kweli ya Mungu ni mengi. Na mengi ndo haya. Kumbe nyenye ni wapenzi? Wapenzi? Mimi na mdogo wangu. Hivi kwa nini nini? Mimi na mdogo wangu. Hivi wewe jamaa huoni kama unanikosea heshima mimi? Kwa hiyo unamaanisha hapa ni mtu na mdogo wake? Kwani ulikuwa hujui? Nielezee basi. Kivi sasa hivi unakuwa mstaarabu eti nielezee basi. Basi nisamee. Nisamee mimi nimekosa. Ama mnisamee. Sasa kilichonileta mimi hapa. Oya baragu. Indo bagi yenyewe. Indo bagi yenyewe. Utasikilizia tu kama nzuri. Wewe sikilizia uone kama sitakubeba hapa. Nimeisikia blaza. Unaelewa? Basi baridi. Paka mwisho unanitoka masikioni. Leta basi. Oya. Acha masiara basi. Hapo ndogelesha mpaka baadhi yako imezikwa. Hapo si mtoto wa kike. Washa. Ngoja niwashe. Niwashie sasa mimi, uniwashie mimi, unawashaje wewe? Kwangu imezima blaza. Tulia kwanza nile ganja blaza, tulia. Mtoto wa kike. Sasa ngoja nikupange, kuna mpango wa hela hapa. Hebu usiniletee mpango yako ya kijinga mimi. Huu ni mpango wa hela, wewe tulia, relax ni kwa mpango wa hela. Basi kama ni mpango wa hela lete bwana. Sasa nataka tumuue ambaye ni shemeji yake ambaye ni mume wake. Nini? Tulia, na zile dawa ulizoona nampa za kumwangamiza kabisa. Yule jamaa hivi dada anachokisikia ni kweli au? Ili nikwambie. Unashangaa nini sasa? Umsikilize akwambie. Yaani dada yangu na umeanza kuwa na roho kama za paka. Roho za paka kiaje wewe? Hizi ni hela, tunatafuta hela. Tutatajirika mdogo wangu. Tunapiga pasu kwa pasu. Mtu anatembea. Pasu kwa pasu. Yaani hapo nakubali. Sasa tunamtoa roho yule, sana vimali vyake vile. Nataka tuanze kuvifurahia sisi. Mimi ni mke wangu huyu, alafu wewe unakuwa shemeji yangu. Nafurahia maisha. Na ikiwezekana mimi chuo naacha naanza kuishi pale. Sababu yule mwanaume mimi simpendi. Nampenda huyo. Tena kweli, najua yule shemeji. Siku hizi nilikuwa nikimwambia hela ananiambia ananituliza eti shemeji yangu tutakilie. Yaani ambie ndugu yangu. Vipi umenipigia simu umenishtua nikadhani umegongana na ndege nini? Huko angani. Hapana, kwa utaalamu nilionao haiwezekani hiyo kabisa. Unajua sisi hatuna mambo ya traffic huko juu. Hapana kabisa. Peruzi kama mtandao. Kwanza sasa hivi sisi ni wataalamu, yani kuzidi hata wale wanaendesha ndege. Sasa hivi yani. Kwa hiyo kuhusu ile usijali. Sasa lengo la kupigia simu ndio. Ndugu yangu bwana nimemuota mganga Mashoti. Yaani katibana vice kweli kweli. Kuhusu ile swala alilotuambia kwamba bwana sihitaji kusikia tena mkifanya mambo hayo ya kukosea masharti. Ya kukosea masharti. Kwa hiyo sasa naona kwa kuwa tumetia ugumu. Naona atakuja kupata shida. Mama ananipigia simu hapa. Halo mama. Kanisani? Mimi kanisani siji bana. Siji bana mimi. Nipo kijiweni. Nimekuambia mimi mama kanisani siji. Mama zikuwa na huko. Mshikaje? Mama ananisumbua hapa na simu. Nini shida? Ameniambia eti sijui niende kanisani, sijaenda kanisani. Kanisa hii hapa. Kanisa hii hapo vuta. Hiyo ndo kanisa. Twende kati. Kwa hiyo hapo tufanyeje? Sasa mimi nilikuwa naona tuache twende tukajisalimishe au unaonaje? Kujisalimisha? Hamna. Kwa umaarufu huu tulionao, tukisema tujisalimishe, tutaumbuka mtaani. Ila kweli. Maana ukumbuke
yule nani yule waziri wa China yule nani yule anaitwa Shenzi sijui nani yule. Sio Shenzi, Shenzeni. Anaitwa Shenzeni yule yule. Kakutumia mkoti kutoka kule ule wa captain yule. Ule wa captain. Aise kwa kweli. Mimi na nili huyu mheshimiwa nani huyu sijui alikuwa anaitwa nimemsahau. Kanitumia mkoti kutoka Dar es Salaam. Ukaja na ndege mpaka hapa Bukoba tu. Hapo ndugu yangu hapo unanikosha kabisa. Kwa hiyo tukisema turudishe hizi nguvu, swala la kujisalimisha nimeahirisha. Tuachane nalo. Maana mimi nakumbuka hata kama vitu vya bidhaa fulani hizi tunapata hata bure. Tunatumia haya kama hii juzi tumetoka kwa nani kwa Ruge pale. Kwa Ruge. Aisee nakwambia dogo yani ana vitu vikali. Yule dogo nyanya zake sijui anazilimaga wapi. Yaani zile nyanya ni tamu kinoma. Tamu, yani utazani anaweka mle ananyunyizia mle na sukari. Je, ndizi ulizisikiaje? Ndizi? Kama za peponi. Kwa hiyo sasa masuala ya kuahirisha haya upiga mchakato kama turudisha hamna turudisha. Oh baby. Oh baby wangu. Brother. Nipasie bana, nipasie. Oh mchumba. Salima wangu. Wewe tangu leo ukaona mizimu na kofia kama hii. Au sio mizimu? Alafu mizimu inakuwaga na nyama. Yatawezekana walipewa na Israeli au? Brother. Mimi sijawahi kuiona mizimu inayoongea brother. Na hiyo kofia itakukost na mimi simu narudisha. Acha nirudishe. Polisi. Hapo Mr. Jackson nakupigia simu, kuna taarifa nataka nikuambie. Taarifa tofauti na za ofisi? Ndio, kuna taarifa kidogo nimezipata sio nzuri. Niambie ndugu yangu, usijali. Bwana, nimegundua kwamba mke wako anakuchiti. What? Ni chiti? Mke wako anatoka nje ya ndoa na kijana fanya hivyo mtaani. Kuna siku uliniambia ukanisisitiza. Ina maana umelijua sasa hivi au utaingia muda mrefu? Sasa ndugu yangu, swala la kurudisha nguvu hilo halitowezekana. Ndugu yangu uko sahihi kabisa. Maana unajua hizi nguvu tukisema tuzirudishe kule. Wakina Harmonize au nanili huyu nani Mario. Wakija wakaenda kwa mganga mashoto wakapata zile nguvu. Gari watauza, bodyguard watafukuza. Kwa sababu mtu anakaa hivi nyumbani, muda wa show ukifika anayeyuka. Yaani uko sahihi ndugu yangu, make huu usafiri tulionao ni wa kisasa zaidi. Yaani huu usafiri ni wa kileo, yaani I say. Yaani mtu unapita angani unakuwa unapunga upepo nini? Mambo ni mazuri kabisa. Kule hakuna jamu, sasa hakuna trafiki, uvaaji helmet. Sasa unajua nini? Sema tu dogo alishatugundua. Huyu Ruge huyu. Nilikuwa na mpango tungerudi make, yani bidhaa zake ni tamu sana. Ndio Ruge kashatugundua sasa. Kashatugundua sasa hapa hamna jinsi. Mimi ninachokiona. Tuhamie mtaa mwingine. Uso umeshatufahamu. Basi haina shida. Ni muda mrefu sana nimejua hili swala, lakini nimeacha kukuambia kwa sababu kulikuwa na mambo ambayo kidogo yalikuwa kama vitisho kwangu. Alikutisha ni huyo kijana au nani? Kijana pia na shemeji waliniwekea vitisho kwamba nikiropoka kama nimejua hilo swala watakuja wafikia hatua kwamba wanichonganishe na wewe. Nikaona mimi
mimi nakuamini wewe ndugu yangu, mimi nakuamini wewe. Ungeniambia anyway sio mbaya. Yote na yote mimi namshukuru Mungu. Kama ameanza muda mrefu kufanya hivi vitu mke wangu, mimi nimeelewa kitu. Mimi nashukuru sana kwa taarifa yako na ubarikiwe sana. Ila kama ameanza muda mrefu, basi kuna kitu hakiko sawa. Na kitu kingine nacho kusii,